Ni mtu ambaye anasimama na kumtetea mwanae siku zote, lakini mama huyo anaweza kageuka na akawa adui. Usichokiamini, karibu kwenye stori ya mama mkwe. Basi, ilikuwa ni siku ambayo sitokuja kuisahau kwenye maisha yangu. Ni ghafla tu mke wangu alipata uchungu, kitu ambacho tukutarajia kwa wakati ule, maana muda ulikuwa hujafika. Na ukicheki tulikuwa tunaishi kisiwani. Kweli tubidi tuchukue mtumbwi na kwenda sehemu ambayo kukopa na huduma ya kijamii, yani hospitali. Nikiwa na rafiki yangu Chidi, rafiki ambaye kunitupa kwenye shida au la. Yani alikuwa ni rafiki ambaye anapambana kwenye matatizo yangu. Tatizo langu alilibeba kama lake. Yani alikuwa ni rafiki sahihi sana kwangu. Basi tulianza safari ya kukata maji kuelekea sehemu ya pili, ili mradi kumsaidia mke wangu aende kujifungua salama, kwa sababu nyumbani imeshindikana kabisa. Uchungu wanakwambia unakuja unakata. Basi kwa mbali tuliona wavuvi na baadaye tulianza kuwapungia mkono tukihitaji msaada, lakini walipita pembeni na wakujali kabisa kuhusu ombi letu. Basi hatukufa moyo, tuliendelea kupambana wenyewe tukiamini kuwa tunaweza. Kumbe sikuelewa nyuma ya hili kulikuwa kuna mama yangu mzazi ambaye ndo alipambana kabisa na kuzuia ili lisifanikiwe. Aliendelea kuchawia ili mradi tu tusifanikiwe kufika salama. Hafla damu nyingi zilianza kumtoka mke wangu, kitu ambacho kilinishangaza. Ilibidi nimwambie Chidi tufanye namna, tutafute msaada wowote ule. Basi Chidi alitupa ndani ya maji, kwa sababu kila tulikuwa tukijaribu kusogeza mtumbu ulikuwa unagoma. Aliona majani kwa mbali na aliamini kwamba inaweza kawa ni dawa. Basi alisogelea kwenye ule mti na alichuma majani, kisha akaanza kurejea kwenye boti. Basi ilikuwa ni karibu sana na boti ambapo lilikuwa limesimama. Kipindi anakuja, Hafla alianza kushangaa mtumbu ukisogea kwa mbele. Kila kijitahidi kusogea, mtumbu unasogea kwa mbele, kitu ambacho kilikuwa sio cha kawaida. Chidi alijikuta anachoka na kuachia yale majani. Alianza kujivuta mdogo mdogo na sisi tukaanza kumsogelea ili tumpatie msaada. Niliwekeza nguvu nyingi sana, maana Chidi alianza kusema kuwa nimechoka ndugu yangu. Nilianza kumrushia kamba ambayo ilikuwa imeunganika na nanga. Nikimtupia kamba basi alikuwa anaikosa, nikimrushia kamba anaikosa. Nilimwambia ndugu yangu basi leta mkono, kwa sababu niliona alisema kuwa kamba haioni. Kila nikijitahidi kumpa mkono naona narudi nyuma, kitu ambacho kilianza kunipa wasiwasi. Mungu mkubwa pia kumshika mkono, na baadaye alijizuia mikono yake kwenye boti. Basi moja kwa moja aliposhika boti basi alijikuta na mwenye nguvu, na baadaye alijivuta mdogo mdogo kuingia ndani ya boti au mtumbwi. Tukaianza safari. Kiukweli ilikuwa ni siku ambayo sitokuja kuisahau kwenye maisha yangu. Siku ambayo ilinitesa sana. Kila mmoja alijishughulisha kwa upande wake, haikujalisha ni wa kike au wa kiume. Wote tulipambana tu kuokoa maisha ya mama mjamzito. Basi Suzi alijitahidi sana na yeye kuvuta nanga ili mradi tuendelee na safari. Japokuwa kilikuwa kinatushangaza kitu kimoja. Kila tukienda tunajikuta tunakosea location. Kila tunapojitahidi inashindikana, akati sisi ni watu ambao tumezoea kabisa kuvuka hilo eneo. Kumbe sikujua mama wangu alikuwa ndo anahusika kwenye hiyo issue, ambaye alikuwa anajitahidi sana kuhakikisha sisi tunashindwa kabisa kufika eneo husika. Aliendelea kuchawia, kitu ambacho kilifanya hadi tukashindwa kabisa kupata uelekeo. Hafla tulishangaa kawa anaanza kujaa kwenye mtumbo, na ilipelekea hadi mama mjamzito akazilai, kwa sababu alikuwa na uoga sana baada ya kuona yote anayofanya hayo ni mama yangu mzazi, kwa sababu alikuwa mpendi mke wake. Nakumbuka siku moja ilikuwa ni siku ambayo nimetoka matembezini. Nilipata kimzigo kidogo, nikamua nimbebee nimpelekee mke wangu kama zawadi kipindi na ujauzito wake. Basi nilipofika nilimkabidhi mke wangu kile kimzigo, ambapo mama yangu ndo alihitaji kupokea. Nikamwambia hapana mama, ni wa mke wangu. Kumbe ndo ilikuwa sababu chuki zilikuwa zisizo za msingi. Bana tuliendelea kupambana sana ili mradi tufike tulipokuwa tunaelekea, lakini wapi, hadi usiku ulituingilia tukiwa ndani ya maji. Tuliendelea kuambiana tu, tujitahidi, hakuna kuchoka. Huku mama mjamzito akiwa amechoka sana. Tukimwambia basi jitahidi, jikaze, alianza kupiga kelele tu. Anasema nahisi maumivu makali. Tulibaki tunashauriana mimi na Chidi tufanye kipi. Basi Chidi aliniambia tujitahidi basi twende pale nchi kavu tukapumzike, baadaye tutaendelea na safari. Nikamwambia basi sawa, tufanye hivyo ili mradi tu tujue namna tunafika salama au vipi. Sidhani kama tutaweza kufika hapo. Inaendelea, usikose kufuatilia kisa kinachofuata. Please ni follow ili uwe kwanza kupata mwendelezo wa mama mkwe. Basi usiku ulituingilia, ilifikia muda nikaanza kukumbuka yaliyopita. Nakumbuka kipindi hiko
Kabla hatujaingia kwenye janga hilo, mke wangu akiwa bado ana ujauzito, alikuwa ni mpenzi sana wa ndimu. Hiyo siku Chidi alikuwa amekuja nyumbani kunitembelea. Alifika akaangalia kulia na kushoto kama kuna watu. Muda huo si tulikuwa hatupo. Basi alifika akamkisi mke wangu kwenye paji la uso na alikaa kwanza kupiga story. Bana, mke wangu bila Chidi sio kitu. Mara nyingi alikuwa anafurahi sana anapomuona Chidi. Mimi nilijua tu ni kwamba pengine ni kutokana na ujauzito aliokuwa nao mke wangu. Basi muda huo walikuwa wamekaa, kuna muda ndio alianza kulishana ndimu. Hapo ndo mama yangu alikuwa anatoka kwenda kisimani. Alishangaa kuona hali ile. Alibaki akiwatazama tu na aliona sio tabia nzuri. Basi baada ya kuwasemesha aliamua zake kuondoka. Chidi alivyoona vile, aliona jicho la usda kutoka kwa mama. Aliamua kuondoka maana aliona sio sehemu sahihi kuendelea kuwepo. Muda uliofuata mimi nilikuwa nimekaa na mke wangu. Tulikuwa tukipiga story. Basi nikamwomba nijilaze kwenye miguu yangu. Niliposogelea tu kwenye magoti, nishangaa nilinyanyua huku akiwa amekasirika. Akaniambia bana staki. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia unanuka jasho. Nijaribu kujinusa, akasema mbona sinuki jasho. Nikija kucheki ndo kwanza nimetoka kuoga muda. Basi niliamua tu kukausha kwa sababu nilijua ni mimba ndo inampelekesha. Baadaye akaanza kuniambia mbona Chidi simuoni? Hebu mpigie. Nikamwambia sina salio. Aliingia mfukoni na kuchomoa simu. Akaniambia mbona nakuomba mpigie. Niliamua kumpigia ili mradi tu nimdizishe mama mjamzito. Oya Chidi, shemeji yako anakuhitaji hapa nyumbani. Wai bana, naona kabisa nakosa furaha. Unajua ndio furaha yake. Chidi alisema nipo nyuma tu hapa nakuja. Na sio muda mrefu Chidi alifika kama vile alikuwa amepangana bana. Yaani Chidi alipofika nilishangaa kumuona mke wangu ameachia tabasamu kubwa na alianza kuongea, ni muda wote ni furaha. Nikaanza kusema ni Chidi sijui umempa nini mke wangu. Muda wote akikuona ni tabasamu kubwa sana. Mke wangu akaniambia mimi Chidi nampenda sana. Yana jikuta tu kila nikimuona na furahi. Nikiwa naendelea kucheka na kufurahi nilishangaa kiniagiza ndimu. Niendelezee ndimu. Nikamwambia ndimu hamna. Akasema nenda ukanunua hata gengeni. Niliamua kunyanyuka na kuifuata hiyo ndimu. Maana muda wote ndimu. Kumbe nilipotoka bana, huku nyuma ilibakia ni uwanja wa furaha. Mke wangu alikuwa anafarijika sana. Alisema achana naye huyo. Mimi nimekuita Chidi nimekumisi. Chidi alikuwa muoga, akasema bana akirudi sana za katukuta. Lakini mke wangu akamwambia hamna, wewe kuwa na amani. Haelewi chochote, anachokijua wewe ni furaha yangu. Sema kweli. Haya bana, ila mimi naogopa. Sema hamna. Basi aliendelea kushikana. Baadaye nilipotoka nilishangaa. Lakini kachukulia tu, nikasema nyie angalieni msije mkafikia stage sasa Chidi ukaniibia. Kacheka basi kaendelea na stori zingine. Basi siku iliyofuata mke wangu aliondoka na mama kwenda kisimani, ambapo mama alimtaka mke wangu afanye mazoezi. Walipofika tu akakutana na Chidi. Mke wangu alisema mama wewe tangulia, mimi nitabaki hapa na Chidi. Utanipitia hapa ukitoka kisimani. Mamangu alimwambia tumepanga tufike hadi kisimani ufanye mazoezi. Akasema hapana. Basi mke wangu alipomuona tu Chidi, alinyanyua mikono yake na kuweka kwenye mabega ya Chidi. Lakini Chidi alikuwa muoga, akamwambia angalia mama anaweza karudi akatukuta kwenye hii hali. Yeye alisema hapana bana. Wewe si rafiki wa mume wangu. Kuna kosa gani jamani? Unajua Chidi, mimi nakuwa nakumisi sana. Naomba kila siku unakuja nyumbani. Maana uwepo wako ndo unanipa furaha. Mimi hata mume wangu simuelewi. Chidi alikuwa anacheka tu, anamwambia sawa basi. Basi ilifikia muda ambao mama tayari alikuwa amemaliza kuchota maji na baadaye alijitisha ndoo yake kichwani, akaanza kurejea nyumbani. Na muda huo ilikuwa ni lazima ampitie Salma, mke wangu, sehemu alomwacha. Alipofika pale alimkuta Salma akiwa amekaa na Chidi wanapiga story. Akamwambia basi tuondoke. Salma aligaili na kusema kuwa wewe tangulia, mimi nitakuja tu mdogo mdogo. Mama alianza kumwambia twende, lakini Salma alionyesha kiburi na aliendelea busy tu na Chidi. Chidi akamwambia mama anakusemesha, nenda basi nitakuja nyumbani. Akasema hapana mimi siendi. Mama wewe tangulia, mimi nitakukuta. Mama alimwambia kwa hali yako inapaswa ukae nyumbani utulie. Lakini Salma aliendelea kuonesha dharau, akamwambia mimi ninakuja. Nimekwambia mama tangulia tu, mimi nitakuja. Basi siku iliisha hivyo. Nilifuata siku nyingine ambayo siku nilikuwa natoka zangu mishemishe. Ilikuwa ni siku ambayo sitokuja kuisahau pia. Maana muda nilikuwa narudi kutoka mission, nilishangaa kumuona mama yangu mzazi akiwa yuko ananengua, yaani anafanya isho za kichawi, kitu ambacho sikutarajia kabisa. Mawazo alikuwa amenipeleka mbali sana. Nilirudisha akili yangu na kujua bado safari ni ndefu. Na usiku ukiwa umetuingilia, Chidi anapambana sana kutetea maisha ya mke wangu. Na ukaribu aliokuwa nao na mke wangu sijaelewa, ila namuona Chidi anajitoa kudhidi hata mimi. Please ni follow ili wa kwanza kupata muendelezo.